Kidogo tu. Maana yule bodaboda amenikwambia tu kidogo sehemu fulani. Madam kama kutoka nikisema nicheke hapo ni nitoe haya madam na nyumbani. Sio na mambo mengi. Unaelewa nini? Sana basi fresh. Nashukuru sana ndugu yangu. Ila samahani sana kwa kushtukia. Wala usijali. Maana nifika hapa nimekukosa nikaamua nichukue maji ninao. Usijali kwa vile ni wewe haina shida. Haina shida sana. Basi fresh. Mama nimeona nikuite tu hapa. Kwa sababu nimeona kule nyumbani changamoto ndio ile mama hataki kukuona na mimi kwako mwanao ndo hataki kabisa hata kunisikia. Mama Sule, nimefanya kila njia inayowezekana. Kila njia mama, yani kila njia ulizonielekeza nimefanya kwa ajili ya Sule. Sio kujipendekeza, sio kumfanyia ili, sio kumheshimu, lakini ameshia kunidhalilisha mimi. Lakini umefanya vizuri kuja nyumbani. Sawa? Unanisikia? Kuna mbinu nataka nifanye mimi na wewe. Atakuoa. Sawa? Nenda basi. Nitajua mimi nitakachokifanya. Apende, asipende atafanya nini? Atakuoa mwanangu, usijali. Sawa? Usijali. Nenda. Najua mimi nitafanya nini, sawa? Sawa mama. Na haya. Ila mambo ya Sule, yani watoto wa siku hizi sio wapoje. Mwanamke mzuri hamtaki. Ila anaenda kuchagua mbaya ambaye hamfai kabisa. Annette. Sule jamani. Mambo? Tuachane na salamu kwanza. Hebu nisikilize. Ndio kuna na mamako huko, tuzungumzie swala langu mimi na wewe. Unajua mimi Sule nakupenda kweli. Na mamako ndio kitu ambacho anahitaji mimi tuwe mimi na wewe. Lakini unang'ang'ana na watu wasio kupenda. Kama zoea. Wewe. Hapana Sule. Hivi mara ngapi nakwambia wewe. Na ukome kunifuatilia sasa.
Ndio nini ambacho unakifanya mama yangu? Wewe unajua kabisa kwamba mimi nampenda Aneti na sio Lecho. Kwa nini mama unapenda kunichagulia mwanamke ambaye mimi simpendi? Aneti ndio mwanamke ambaye yupo kwenye moyo wangu na sio Lecho. Kwa nini unapenda kunifanyia hivi mama yangu? Sijakuelewa, unamaanisha nini? Alafu unamfokea nani? Unahisi kama unaongea na watoto wenzio. Si ndio? Hapana mama, hapana mama, hapana. Wewe mama, mimi ndo unanikosea. Nishakuwa mtu mzima sasa. Nimekukosea wapi labda? Mbona kama kila kitu nafanya mama? Wewe. Naomba nisikilize kitu kimoja. Umeshanielewa? Mimi si ndo mamako. Utake? Usitaki. Utamuoa Lecho na sina mjadala zaidi ya hapo. Na wewe utake, usitake, atakuwa mkwe wako Aneti. Nakupenda. Nilikuwa makini. Hata hivyo sio jana kuta alisema nimeshinda na wewe na nikashindwa kwenda kuchukua. Acha niende nikampelekea nenda hela yake ngoja. Nakupenda sana. Nakupenda sana. Enjoy. Sijali balozi wangu, wananchi wako wameamka, wako vizuri sana leo. Kila siku wananchi wako wameamka, ndio leo. Ni bora kabisa kuliko kututia aibu kila siku. Nyingi karibia 200,000, 300 hizi. Inaonekana aliyekufa huyo alikuwa anapenda sana na ushirikiano na wenzie. Huyo alikuwa na kichwa cha watu huyo, hata msibani pale watu wamejaa. Sasa tusipoteze muda. Twende tupeleke hizi hela, tukakabidhi hela za watu. Halafu kiongozi, Nini tena? unajua kuna jambo linanishangaza sana hapa mtaani. Jambo gani tena? Wakati naenda kusanya hela ya msiba, nilipita hapa kwa mama Sule. Ile mama mnene yule bonge. Kuna nini huko? Nimesikia pale msikio, unajua sisi wadada. Tatizo hilo. Sio ukiwa umezaliwa hapa Mbeya. Kolombea usina, kifua mwenzio usina. Nikasema nimelisikia hili lazima nililete kwako kama lilivyo likiwa la moto la moto. Umbea huo. Niambie kuna nini? Mama Sule nimekuta anamlazimisha kijana wake amuoe binti ambaye hana hisia naye. I see. Na nasikia sio kwa huyo tu. Kuna mwingine tena? Kaka yake Aneti anamlazimisha Aneti aolewe na Sule. Wakati huo Aneti yeye anampenda Ibra. I see. Hii ni changamoto na inasikitisha sana. Na hii kwa dunia sasa hivi ipo sana, yani imekuwa kwamba tunawapenda wanaotuumiza. Tunawaumiza wanaotupenda. Lakini ya Ngoswe tumwachie Ngoswe mwenyewe. Yakiwashinda watayaleta kwetu, tutawashauri. Sasa tusipoteze muda. Tuondoke, tuachane na mambo yao.
Asante sana. Vipi hali ya mgonjwa? Kiukweli anaendelea vizuri, Mungu ni mwema na afya yake inaimarika siku hadi siku. Vizuri, tuzidi kumwombea, Mungu atamjali, atakaa sawa. Lakini Mama Recho, wewe ndiye uliyesababisha mpaka mwanao kufikia katika hali hii ya kunywa sumu kwa kutaka kujiua. Najuta sana kiongozi. Nitaka kumuua mwanangu kwa mikono yangu mwenyewe. Kwa dunia sasa hivi Mama Recho, inapasa watoto tuwaelewe kwamba nao wana haki ya kufanya maamuzi sahihi, hususan kwenye jambo hili la mapenzi. Mtoto halazimishwi sasa hivi. Yeye alikuwa ameshajua ni wapi sehemu sahihi ya kukabidhi moyo wake, lakini wewe ukalazimisha chuma kitobolewe na mshale. Hii sio sawa. Naumia sana kiongozi, naomba unisamehe. Usiniombe mimi msamaha, muombe mwanao msamaha na Mungu wako, na naamini utakuwa umeshapata funzo na utakuwa mwalimu kwa wengine wote wenye tabia kama hizi. Kweli nimeelewa. Nasidhani kama nitaweza kurudia tena kitu kama hiki. Naumia sana. Mama Recho, maumivu yapo ili tujifunze. Maumivu yapo yatufundishe lipi jema lipi baya, tujifunze. Na kumbuka kitu kimoja, sio tope haliwezi kujengea ghorofa, ila ni ule uimara wa ghorofa ndio unaochagua kitu gani tuweze kutumia kwenye ujenzi wa ghorofa. Mimi sina maneno mengi, naomba niondoke. Nashukuru sana kiongozi. Msalimie mwanao na mpe pole sana ili nikuje kumuona. Sawa, nashukuru kiongozi. Karibu tena siku nyingine. Haya, asante sana. Haya. Samahani sana kakaangu. Najua utaumia sana. Mimi mdogo wangu nimechukua maamuzi magumu, lakini sina jinsi kakaangu. Hiyo tumeifanya sababu nini kimdogo wangu? Na kwa nini unataka kujua? moyo kaka. Moyo? Moyo mfanya nini? Moyo napenda mfanya sukari kwa majani. Hivi Yosha, upuuzi ambao mimi nausikia wewe unauelewa? Ambacho wewe unakiongea unadhani mimi kinaniingia akilini Yosha? Yosha, huu ni ujinga. Wewe unadhani yeye huko anafanya kitu gani huko? Unadhani hata kwa maamuzi ya kijinga kuanza kujua kama ambao unafanya wewe? Yosha, hebu kuwa machua hadi Yosha. Mimi nikajua kuwa mdogo wangu umesoma, utakuwa na elimu, unakuwa unajiongeza mdogo wangu. Ni maamuzi gani haya? Yosha. Mdogo wangu.
nihurumie. Tumbaki watu wawili tu, yaani tumbaki mimi na wewe tu. Wewe unadhani wewe ukijua mimi nitakufanya nini gani? Unadhani mimi nitaishije mdogo wangu? Halafu unajuaje kwa vitu vya kipuuzi, vitu vya kijinga? Hebu kuwa mwanamke sasa. Wewe sio binti tena. Sawa mama?
Kwani kuna tatizo? Ndio, kuna tatizo. Mimi ni mtu wake na Ishavi. Kuna kosa nilimkosea. Ndio maana niko hapa kuja kumomba msamaha. Ili nisamehe. Kwa hiyo wewe ndio yule mpuuzi. Wewe ndio yule mjinga. Dogo, hivi unadhani ungefika hapa alafu unakutana na umati wa watu nalia msiba, ungepata picha gani? I'm talking to you. So unakuja unasema usamehewa. Hivi dogo, wakati unafanya huo upuuzi wako wa kijinga, ulikuwa unategemea mdogo wangu atakuwa msesheni gani? Kwa nini unakuwa na utani familia za watu? Kaka, ni bahati mbaya na ndio maana niko hapa kuomba msamaha. Hakuna binadamu aliyekamilika hapa duniani. Najua kuwa nimekosea na ndio maana niko hapa ili kuomba msamaha, nisamehewe. Acha ujinga, acha upuuzi. Si unanielewa? Tena nakwambia tena, acha upuuzi. Okay. Yosha amekufa. Unachokisema unamaanisha blaza? Yosha amekufa, kuna kingine? Naomba kuona basi. Kumwona Yosha. Naomba unisikilize kwa makini. Tena unisikilize kwa makini. Kuhusiana na hilo jambo, hebu tunaomba watueleze basi angalau hata. Nashukuru sana kwa kupewa hii nafasi ya kueleza mambo ambayo yalikuwepo hapo nyuma. Kwanza kabisa nitangulize samani kwa Yoshavia pamoja na Sandra. Na nashukuru pia kwa kaka yake na Yoshavia kwa kufuta yale yote ambayo nimemfanyia mdogo wake. Na mpaka kuja kwenye kikao hiki nimefurahi sana shemeji yangu. Najua nimekosea sana kwa yote niliyomfanyia mdogo wako. Naomba nikwambie kitu dogo. Nadhani hata mara ya mwisho pale nilishakwambia na tuliongea. Endapo nitakuona tena, nitakupasua. Nimekuja hapa kwa sababu ya bi mkubwa tu. Si unanielewa? Alafu muda ambao umempotezea mdogo wangu isitoshe. Naamini kabisa kuwa kwenye huo upumbavu wenu ambao kwa mnaufanya, sidhani kama mnakumbuka kutumia mipira. Na endapo
nitamkuta mdogo wangu na maambukizi yoyote yale, I swear to my God, I'm gonna kill you. Alafu usiniite shemeji kwa sababu unanikosea. Si unanielewa? Naomba unisamehe sana. Lakini pia hata shangazi kumtibia mpaka kapona, ni kweli nilikuwa naiba pola ili mradi tu nimtibie apone, japo nafurahi kuwa ameshapona, lakini nilikuwa nafanya mabaya sana huko mtaani. Ninachomshukuru Mungu, niko salama mpaka sasa hivi, na pia kwa sasa hayo yote sitofanya kwa sababu namshukuru Mungu nimepata kazi huko mkoani na nitasafiri ili kwenda kuitumikia hiyo kazi mkoani Kagera. Lakini nirudi tena kuomba radhi kwa Shavia pamoja na Sandra. Mnisamehe sana, na mmoja kati yenu ana mimba, na mwenye mimba ni wewe Sandra. Unamaanisha wewe? Ndio, namaanisha wewe mjamzito. Wewe una saizi hizi ni ngono zembe ambazo zimepatikana, ngono zembe. Sidhani kama binti alitegemea kupata ujauzito. Yaani sidhani kama alitegemea hicho kitu. Na nashukuru mdogo wangu ametoka kwenye huo mtego wako. Na light kama ingekuwa ni mdogo wangu ndo ana ujauzito, sioni haja mimi kufanya kitu cha ajabu mbele ya umma. Unanielewa? Nina uwezo kulipa serikali pesa yoyote ile, lakini wakati huo nishazima ndoto zako kama mshumaa. Nadhani nikiongea hivyo naeleweka. So, leo ndo mwanzo, kati na mwisho. Naomba usifuatilie familia yangu. Sitaki nije nikuone tena. Ukiniona, escape from my side, kwa sababu nitakupasua ubongo. Wewe ushatangulia kwenye gari. Lakini tangulia kwenye gari. Mke wangu tuondoke. Changamka bana, vipi? Kumlazi mama kama nitakuwa nimekukosea, ila siwezi nikaendelea na kikao. Haya jamani, safari njema.